Aisha. Aisha. Abe. Asante dada. Karibu. Mbona uko hapa peke yako? Sina chakula, sina pa kwenda. Yaani hapa mimi nimefahamu. Nilizaliwa tayari huku majani, watu wakaanza kunisaidia nimefikia hapa sasa hivi. Sina mahali popote pa kwenda sasa hivi. Kwa hiyo nasema huna mahali kwa kwenda kabisa. Naam, sina hata mahali hata sikuta kwenda kwa nani mlango wangu. Na umekula kweli? Sijakula. Ha? Sijakula, nimepeza tu kula kusaidiwa na yule mama. Mama yupi? Yule mama yule mzuri ambaye alikuwa anapita hapa. Yule ambaye nyumba yake ni ile pale. Kwa nikienda kumuomba chakula na nisaidie. Lakini leo akanambia kila siku kumbaomba tafuta kazi mfanye. Na kulala walala wapi? Kulala hapa. Walala tu hapa hapa. Sina pa kwenda. Kati. Tuende kule nyumbani kwanza ukapoe chakula ule. Asante. Alafu mambo mengine tufanye baadaye, sawa? Asante. Sasa acha nikuite dadangu, unajua naishi na dadangu mdogo hapa. Acha nimuite kidogo nianze kumwelezea venye nimekupata. Ndio mtakuwa mkiishi nao. Unajua mimi wasa wengine wanatoka naenda kwa mwanangu wangu natafuta riziki ya chakula. Sawa mdogo wangu. Mimi nataka yani tuishi na yeye kama mtu na nani na mdogo wake, sawa? Aisha. 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 Mimi nilikuwa nimekuja hapa, kuna venye nilikuwa nimepata na njiani. Wakati nimeenda kutafuta kazi Soria na mwanangu wetu na kutafuta pesa. Sasa nimepata na kijana mahali penye nilikuwa hakuwa na raha. Sasa nilikuwa namsongelea karibu nimuulize. Na nje ameniambia hana mahali pa kwenda na hajui wazazi wake wako wapi sasa hivi kufikia sasa hivi. Ndio mimi nikaona acha tu nimchukue je tukae naye hapo. Maana amesema hata mwenyewe hapo mahali kwenye yuko hajakula. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kama itawezekana tuanze kuishi naye. Ni sawa pia kakaangu, lakini siwajua pia maisha yetu yalivyo kwa nyumbani. Kusema kweli maisha yetu ni magumu. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema riziki huwa inatoka popote. Na tunaweza sema pengine tutamtenga huyu kijana tukose kumchukua kuishi na yeye. Alafu baadaye riziki yetu pia inatukose. So huyu anaweza kuwa hapa na riziki zetu pia zikaanza kufunguka. Kwa
Kwa hiyo kila kitu ni kwa Mungu. Mimi niko na imani tukiishi na yeye, riziki zetu pia zitafunguka, kwa sababu hauwezi jua ni yake kwa nini. Kwa hiyo sisi tumwombe Mungu tuendelee kuishi na yeye kama itawezekana. Ni sawa, pia hamna shida kaka. Kwa hiyo umekubaliana na hali, si kwa pengine nafanya kwa sababu kulazimisha, na pengine mwenyewe hujapenda. Mimi niko sawa na hili jambo. Niko sawa. Mateso. Ndio. Huyu hapa ni dadangu mdogo. Sawa, yaitwa Aisha. Kwa hiyo kuanzia leo utakuwa na kana huyu. Sawa, sababu wakati wote mimi nitakuwa nakuja hivyo nikitoka. Sawa, mambo yangu ya kazi kwenda kutafuta maisha. Sawa. Umesema kwamba wasikia njaa, si ndio? Dada Aisha, si basi uende ukamwangalie chakula kama kuna chakula kimebaki. Muandalie chakula na watu waje hapa chakula. Sawa. Haya. Pole mdogo wangu, basi kuna maji hapo pia. Napotea. Habari. Nzuri sana. Shoga yangu ndani. Au kafanya. Saka mambo. Poa, nani? Poa. Umependeza. Asante. Ni sawa? Kwaheri. Sawa. Alafu dada, nilikuwa nataka kuuliza kitu kiasi. Mbona wale wameniulizia kama mimi nani kwako? Ndio wanafikiria. Okay, ni sawa. Yaani isiwe story ndefu sana, lakini kiukweli sema yani ule mmoja ni kama nimempenda. Lakini si rafiki yako. Ana shida. Sasa nifanyia mambo. Sawa, ndongea na yeye. Sawa dada, basi usiniangushe. Siwezi kuangusha. Okay, sawa, twende zetu basi. Poa. Wapo. Karibu keti. Asante. Vipi hali? Poa tu. Sisile ndiaje? Priscilla, mbona yuko sawa? Nina swali nataka kuuliza. Ni sawa, wetu ashaka tuniulize swali gani hilo bwana? Vipi yule kijana ambaye alishukuru kwa Frank? Yule kijana? Yenyewe kiukweli dadangu, mimi yule kijana namuona pale. Lakini sijajua ni kivipi kwa sababu mimi najua Frank ni yeye na dadake pale kwa ile familia. Ndio nashangaa. Unaona? Kijana mdogo pale, alafu zile kazi zenyewe afanya. Nikasipoka zenyewe sanishangaza mimi ni kivipi? Hata mimi pia nimepita pale nikampata ushavyona. Ndio hata pia mimi kiukweli ni sijui ni kuambia nini cause yani Yule kijana hata mimi pia sielewi. Inaweza kuwa ni mtoto wa Frank ama ni yule mtoto wa dadake. Lakini ingelikuwa ni mtoto wa Frank, angefanya vipi kazi ngumu kama vile na Frank akubali? Labda kwa dadake ndio mfanyisha kazi kama hayuko. Lakini mimi naona haiwezekani kwa mtoto ni wa Frank.
kwa sababu ingelikuwa ni mtoto Frank, yule ingelikuwa ni shangazi yake, angemtunza yule mtoto. Shangaza siku hizi. Lakini mimi wacha tuseme, yani isiwe story nyingi. Mimi nitampata Frank, nitamuuliza, nitakupatia majibu.